Bwana, basi tulikuwa tunazidi kusonga mbele katika episode ya 12. Na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida, tukizidi kabisa kuamsha popo, tukizidi kusonga mbele katika ya 12 episode, tunasema ni 1-2 kama kawaida. Bwana, basi namba zangu ni zile zile, ni cheki kupitia WhatsApp kwa jumlisha 18158889811. Utakuwa umetisha sana, utakuwa ni muungwana sana. Bwana, basi hapa ni 1-2, tunazidi kusonga nayo na mashine safi kabisa na Mr. Burudani mitamboni. Bwana, Mr. The Jolly Voice, mtaasisi wezi mambo, mtaasisi wezi kazi. Bwana, mon chéri, mon bébé, I'm working for your love. Kwa koresha zama bwana, kusii tu kama bado hujabinya kibata ni kilichoandikwa subscribe, huu ndo wakati sahihi. Finya hicho kibata ni kilichoandikwa subscribe ili tuzidi kuwa sambamba, tuzidi kusapotiana na pia tuzidi kusonga mbele. Au unasemaje? Bwana, ule Mr. Burudani mitamboni kama kawaida, ni The Jolly Voice. Sauti kama hii unaipata kwangu peke yangu, The Jolly Voice. Bwana, basi episode ya 12 hii hapa, tuende moja kwa moja tukaanze na Mr. Burudani. Bwana, tuanzie pale pale tulipoishia. Anaambia hata hivyo pia hatuwezi tukasema ya kwamba ni mwanaume aliyofanya mauaji haya. Kumbuka kuna wanawake pia ambao ni warefu. Anaambia kwa maana hiyo nitajisha kwamba nafanya kazi kwa bidii ili nikusapoti kwa baadaye. Nani kasema kwamba nakusifu? Anaambia itakuwa umesahau kwamba umefanya majanga makubwa sana kwa kufuta ushahidi pale. Maana kwa kufuta ushahidi kama vile unawezaje kuwa askari ambao unatoa ushahidi? Sasa utamkamataje muuaji? Anaambia baada ya yote sikuwa nakusifu. Inabidi uwe makini wakati mwingine eti. Anaambia sawa sawa, nitakuwa makini wakati mwingine eti. Anaambia hata hivyo pia kama wewe kama kamanda zangu au kama mwanafunzi mwenzangu au kama mtu tuliokuwa tukikaa pamoja kiti kimoja shuleni, basi unaonaje kama unakumbuka kwamba tulikuwa tunakaa kiti kimoja? Sasa haya, binti alitaka kumuomba msamaha jamaa kwa kile kilichotokea, basi akawa anamuongelesha kidogo pale. Anambia niahidi basi. Anambia ni sawa, lakini kwa sasa inabidi niahidi kitu kimoja. Anambia ni kwamba tu nakumbuka ulivyokuwa. Anaambia kwa maana hiyo ulikuwa ukitumia mashoti yako kunipiga kipindi kile, lakini sasa hivi nikuambie tu ya kwamba mimi sio yule wa zamani. Anaambia kwa maana hiyo autolipiza kisasi kwangu, si ndio? Anaambia mimi zenzeo sasa hivi sio zenzeo wa zamani ulikuwa ukimuonea. Kweli? Basi kwa nini tusifanye competition? Binti akamtest jamaa. Anawezekanika? Anabonda. Hii hapa. Cha. Aya, akamshika. Pale alipomshika binti akamlia lada. Akampa. Ambia umeshindwa. Yaani miaka 20 yote hii bado tu huwezi kunipiga eti? Jamaa akaona umechiti wewe. Basi tuje upande wa pili huko. Jamaa alitoa taarifa. Ni kitu gani? Yaani mnanitaka mimi nifanye kazi na jizi yao? Hii haiwezekani. Ambia haiwezekani kabisa. Anaambia naona kabisa kwamba utakuwa umesahau kwamba ni askari wa polisi. Na kama unafanya kazi hapa. Anaambia kwani vipi? Kama unafanya kazi katika kituo cha polisi kwani vipi? Anaambia wewe ni Anaambia wewe ni supporter wangu mimi. Na kama wewe ni mtu ambaye unanisupport mimi na kama tunafanya kazi yote kwa pamoja, itabidi ufuate oda yangu, yani amri yangu. Anaambia kwa maana hiyo kama utaki kufanya kazi hii, Luoshen pia anahitaji mtu ambaye atakuwa anafanya naye kazi Monchori kule. Kwa maana kama utafanya kazi na binti jizi yao, unaweza pia hata ukafanya kazi na Luoshen kuenda kuosha maiti kule Monchori na kufanya makazi mengine kule Monchori, unaweza ukafanya hivyo. Au vipi, unasemaje? Oya, nimsikiliza blaza. Ni bora tu kufanya kazi na binti, maana kule Monchori panaogopesha eti, yaani sio sehemu nzuri ile eti unaweza kaenda kule, unaweza hata ukazima kule hivi tunakuona eti. Ni bora tu kufanya kazi na jizi yao eti. Ambia upo sahihi. Jamaa kamcheka. Aya. Ambia haraka.
一字排开，再好。Ambia jamani. 很好。Jiandaeni. Sasa kulikuwa kuna mgeni mwaliko ambaye alikuwa anampokea hapa. 站好了，姑娘们，我跟你们讲啊。Ambia mabinti nisikilizeni vizuri. 盛大的摩登。Ambia wiki ijayo tutakuwa tuna bonge moja la party. 12月份。Na wiki hiyo pia tutamchagua binti ambaye atakuwa ni binti wa mwezi wa 12. Ambia lakini hata hivyo pia kuna mtu ambaye nimemwalika, mtu kutokea Ufaransa. Mtu huyo anaitwa Mr. John. Ambia nisikilizani vizuri. Baada ya kumchagua huyo binti, hapo mtakuwa maarufu eti. Lakini hata hivyo pia kuna celebrity ambaye nimemwalika hapa. Ametokea huko Ufaransa, amejifunza kuhusu masuala ya design, mavazi na vitu kama hivyo. Kwa maana hiyo nimemwalika hapa, atakuja kutupa kidogo kutupa review yake na kutuambia tunaonekanaje na pia mavazi yetu yapoje. Basi Mr. John alikuja. Jamani, inasemekana katoka Ufaransa huu mwamba Mr. John. Mr. John mwenyewe ni jamaa wako. Mabinti kumuona. Haya. Hichi kichwa hichi cha jamaa. Anambia jamani ni handsome eti. Handsome. Mpumbavu mmoja tu huyu. Anambia jamani Mr. John, karibu eti. 约翰先生在法国留学，专攻服装设计与仪态指导。接下来的1周呢，他将和大家在一起，作为我们的摩登导师。大家欢迎一下。Aya, basi alikaribishwa Mr. John. Mzee kuna kwa Kiingereza na changa huko. Mimi nakufa na cheko hatari. 看看谁最摩登。Jamaa kasogea hapa kuangalia. Sasa mzee alitaka wape review. Oya wewe. Usile kucha basi Mwanamke unakulaje kucha zako? Hiyo inakuwa sio nzuri. Na tumbo pia usiweke tumbo hivi. Meza tumbo lako inakuwa kama hivi. Na wewe pia. Yaani nani yako anawezaje kukua kwenye macho kama hivyo? Kamcheki huyu. Aya. Oya we auntie, chukua begi langu peleka ndani huko. Chukua. Anambia no. Anambia hiyo haiwezekani eti. Huyu pia ni mmoja kati ya mabinti hapa 12. Huyu ndio. Anambia inawezekanaje huyu mmoja kati ya mabinti 12? Itabidi kweli tuandae upya hili swala. Inawezekanaje auntie kama huyu kuwa ndani ya mabinti hao 12 eti? Anambia usijali. Mabinti ni wadogo sana hapa kwa maana wewe. Nisikilize vizuri. Anambia na mimi pia na muonekano yani katika macho yangu. Naona pia na watu wangu ambao wanafaa eti. Inawezekanaje binti kama huyu kuchaguliwa katika mabinti 12? Ambia ni sawa mheshimiwa. Tunaweza tukachagua upya eti. 你们所有人一会儿换好你们自己的衣服，重新换好你们的妆容，1个小时之后在排练厅集合。如果还是现在这个样子的话， Jamaa aliwapa order. Anaambia nendeni mkabadilishe nguo, pigeni makeup afu tukutane pale. Okay? Mbona mkubali? Anaambia oda yake ndo kama oda yangu eti. Akiwaambia kitu itakuwa ni imperial degree. Mna nani hapo mnakubali eti. Oya, vipi? Mnafanyaje? Nendeni haraka kabadilisheni manguo na mpige makeup. Ambia haraka basi. Chenjeni nguo zenu huko na mje huko tupewe review. Sasa alikuwa anajivuta jasho na tishu ya jamaa yako. Wewe. Chumba changu vipi kimeandaliwa? Anaambia ndio mheshimiwa, chumba chako kipo. Jamaa aliletwa huku. Sasa alipokuja huku ikabidi avute hewa. Maana ameigiza. Mama yangu. Anambia jizi yao yote haya ni kwa sababu yako. Yote amenitokea kwa ajili yako wewe. Oya, wewe kwa nini uko hapa? Ambia mimi niko hapa, mimi ni mjumbe. Kwa maana hiyo niko hapa. Vipi? Ambia unawezaje kuongea maneno kama hayo? Anaambia hata hivyo inabidi ujue kabisa ya kwamba mimi nimekuja hapa, mimi ndo bosi hapa.
Ambia uko vizuri kiasi gani? Upo vizuri? Unakuaje vizuri mpaka mimi nije hapa? Mpaka mimi nimeletwa hapa. Yaani mimi niko vizuri kukuliko wewe. Kuanzia sasa utanisikiliza mimi na mimi ndo bosi wako, sawa? Ambia itabidi uondoke hapa, la sivyo nitamtaarifu kila mtu. Basi sawa, na mimi pia kama utaondoka, nitamtaarifu kila mtu ya kwamba wewe ni mjumbe hapa umetumwa. Vipi? Bado unasubiri? Unasubiri nini? Ondoka. Ondoka haraka kama utaki niambie kila mtu swala lako hilo. Ambia wewe ufai hata kuwa binti kati hawa 12. Na bado tu hata hivyo pia. Wewe unatia aibu kweli. Basi binti aliondoka pale. Basi kama jamaa alivyotoa order, wakabadili nguo na waje moja kwa moja kwa ajili ya kufanyiwa review. Jamaa kacheki, anaambia wewe, njoo hapa, njoo. Akamuita binti. Sasa wanashangaa, ameitwa mshangazi. Mpiga lile pose nilopiga sasa hivi. Naambia kwa nini wewe piga lile pose nilopiga au vipi? Unaogopa kwamba uwezi au vipi? Mpiga lile pose bwana. Da. Jamaa wako anacheka. Naambia mnacheka nini? Wewe Zenzen, usahau kabisa kwamba na wewe pia ulikuwa kama hivi. Niambia kwani vipi? Mimi nilikuwa wewe. Nani kakupa ruhusa kuongea? Sogea kidogo, sogea. Akamuita Kyushu. Muoneshe ni jinsi gani watu wanavyopiga pose, muoneshe ni jinsi gani masuperstar wanavyopiga pose. Binti akapiga afu anatabasamu namna. Hapo vizuri. Vizuri, unapendeza balaa. Anaambia ndio. Alafu wewe pia sijakwambia uondoke. Unaondokaje sasa? Lakini pia Kyushu anaambia kumbuka eti kuwa vizuri na kuwafunza mabinti wengine. Kazi nzuri. Anaambia basi sawa. Kamkonyeza binti. Alafu wewe. Piga lile pose. Piga pose tuone. Sasa binti ndo haya. Anajua peke yake. Jamaa wako anacheka kweli kweli. Anaambia inabidi ukae hivi eti. Anaambia simamisha uso huo. Anaambia inabidi uwe charming, yaani uwe unavutia mtu. Aya. Anaambia ngoja nikufunze ni jinsi gani ya kuvutia watu. Sasa jamaa kasogea kumfunza. Anaambia fungua macho yako au na uangalie vizuri. Fungua kwa nguvu. Fungua kwa nguvu. Vipi? Unaona kitu gani kwenye macho yangu? Anaambia naona kabisa kwamba unastahili. Naona kabisa kwamba unastahili. Binti akamshika mkono. Kunja! Che! Jamaa alipigwa. Anaambiwa Mr. John ndo kwanza kaja lakini tayari kakutana na mambo haya. Mzee anamwambia Pamelo hapo chini eti samahani Mr. John. Wakati huo binti Shanshan alikuwa hapa. Kashika picha. Anambia hello kila mmoja. Mimi naitwa Shanshan. Ni mwandishi wa habari na niko hapa pia kurekodi kila kitu mpaka wiki ijayo. Anambia jamani hapana. Paisha usishike picha eti. Wewe. Jamaa alizalilika kweli kweli. Aya. Baada ya pale binti alimfuata jamaa wako. Kwa nini uko hapa? Ambia nataka pia na mimi unifunza jinsi gani ya kuvutia watu eti. Kufunze. Binti akazama ndani. Ambia chumba hichi ni kizuri. Ambia wewe unafanyaje hapa Hichi ni chumba changu eti. Upaswi kuwa hapa. Ambia kwani vipi? Niko hapa. Mimi ni reporter hapo. Mimi ni reporter eti nimetumwa hapa kuja kurekodi kila siku, kila kitu. Hata hivyo pia. Ambia wewe ujue ya kwamba huyu mtu ambaye anaweza kauawa atakuwa ni wewe unayefuata. Anaambia mimi siogopi. Si niko na wewe hapa utanilinda au vipi? Toka. Ambia ondoka basi Wewe usipretend basi. Ambia niko hapa leo kukuuliza kitu. Niko hapa kukuuliza kitu inabidi unijibu haraka sana.
Aya, ni kitu gani hicho? Basi hiyo ilikuwa ni episodi ya 12. Tukutane moja kwa moja katika episodi ya 13 na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida, tukizidi kabisa kusonga mbele. Binti Shanshan anasema kwamba amemfuata jamaa kumuuliza swali. Ni swali gani? Na ni kipi hicho kilichompeleka binti pale? Tutafahamu kwa kuwa Mr. Burudani niko hapa. Basi yana haja kuwa na wasi. Bwana, tuende moja kwa moja tukaanza episodi yetu ya 13 kama kawaida. Namba zangu ndio hapo juu, ni chegesa WhatsApp. Tutakometisha sana. Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Kujumlisha 1-81588989811 unanipata kupitia WhatsApp. Narudia tena, jumlisha 1-8558989811 unanipata WhatsApp. Ni cheki huko kama Mr. Burudani the Jolly Voice, utakuwa umetisha sana. Basi ilikuwa ni episode ya 12, tutane moja kwa moja katika episode ya 13 na mimi sina budi dhidi ya kusema bye bye, tukutane huko.